Unajua wewe ndio kifungua mimba, wewe ndio kifungua mimba wangu ha? Kweli kweli baba. Na wewe ni mchana, nimesomesha, nimekupeleka hadi chuo kikuu ukahitimu. Mchana uko na masomo yako ya tajriba ya hali ya juu. Ndio mzee wangu. Na kulingana, unachua miaka nayo imesonga kidogo. Kweli kweli, no, unaona tunasieka, unaona niko karibu kukufikia. Ni kweli. Sasa unajua nimeshinda kukuelewa. Unajua miaka ikienda lazima na mimi nataka kuona wajukuu. Kweli 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 mzee. Hiyo mambo ufikirie sana. Nimeongea na mama yako. Tumezungumza hilo chambo, kulingana na umri wako umefika, inafaa ulete familia na sisi tunataka kuwachukua. Unajua sisi mama yako unajua amezeeka sasa, anachotea maji, anataka mjukuu. Naona mama, naona saa hizi anahitaji mtu ambaye anamsaidia kazi huku nyumbani, lakini hilo nitaifanyia jambo hilo. Hata mimi sinaonanga nasumbukanga kufunga viatu. Unajua kama mjukuu angekuwa hapa angekuwa ananifungia viatu. Sana kweli hapo saa hizi. Unajua hata wachukua akiwa kwa boma, hata at least kama wewe baba yangu utasikia vizuri. Ni kweli, nataka ufanye, uchukue hatua. Utafute mke, ama ni mistari ndio hauna kijana wangu, ama kuna ndaje? Labda kuna shida kidogo, niambie nikusaidie. Hapana mzee wangu, si unajua mimi nikiamua mimi ni ule wembe Mimi kiamua ni ule wembe, nafanya hapo na hapo. Inaweza kuwa labda mistari na kutatisha kidogo, unaweza kutafutia hata kama ni mkimbizi, ukishindwa na kutafutia hata mkimbizi. Hapana mzee wangu, unajua lazima hata kama unataka nilete mtu kwa boma, sitaki nikuletee mtu ambaye atakuja kutukana kesho yake. Lazima niangalia mtu ambaye unakuletea ni nani, ana heshima yake ni gani. Sitaki mtu ambaye anakuja kudharau mama yangu, unaona? Lazima nilete ambayo mtu ana tabia mzuri, hata akikuja wewe mwenyewe utampokea na mikono yako. Ni sawa kijana yangu, unajua wewe ndio kijana wangu tegemeo langu kwa hii familia.